Very, very much welcome. Jisikie miguuni pake Yesu. Biblia inasema mwanaume mmoja aliyekuwa na shamba akaamka asubuhi na mapema kwenda kuajiri watu katika shamba lake la mizabibu. Aliamka asubuhi na mapema saa 12 asubuhi. Akatoka kwa soko, akapata kuna watu wamesimama pale. Akawaambia, ingia katika shamba langu mkanifanyie kazi. Baada ya kufanya mapatano ya kuwalipa dinari moja, wakaingia katika shamba wakaanza kufanya kazi. Ilipofika saa 3, pia akaondoka, akakuta pia tena kuna wengine wamesimama pale bila kazi. Akawaambia, ingia katika shamba langu mkanifanyie kazi. Ilipofika saa 6 akafanya hivyo hivyo. Ilipofika saa 9 pia akatokezea akaajiri wengine. Ilipofika saa 11 jioni pia akakuta kuna wengine wamesimama pale siku nzima. Akawaambia, mbona mumesimama hapa siku nzima? Wakamwambia, hakuna aliyetuajiri. Akawaambia, basi nani ingia katika shamba langu mkanifanyie kazi. Sasa ilipofika saa 12 ndiyo ilikuwa masaa kamili ya watu kuondoka shambani. Watu wakaondoka shambani, aliyekuwa na panga akaja na panga yake, aliyekuwa na chemba akaja na chemba yake. Sasa ikafika masaa ya malipo. Wale waliokuta saa 11 wakapewa dinari moja. Walipopewa dinari moja, wale waliokuta saa 12 asubuhi wakacha wakifikiria ya kwamba watalipwa zaidi, lakini pia wakalipwa nini? Wakalipwa dinari. Walipopewa dinari, the Bible says, Biblia inasema wakaanza kulalamika, ni kwa nini unatulinganisha na watu ambao walioajiriwa saa 11, waliofanya kazi kwa risali moja, na sisi siku nzima tumekuwa katika shamba usiku kucha, lakini tena unatulinganisha. Akawaambia, tulikuwa tumefanya mapatano ya kuwalipa dinari. Wale waliokuja saa 11 nimewalipa kwa sababu ya neema yangu. Haleluya. Kwa hivyo usiwe na shaka ya kwamba umekuja siku moja, umekuja siku 2, umekuja siku 3, ama umekuja siku 5. Wewe ambaye umekuja hii leo ukiwa serious, na wewe utapewa dinari. Haleluya. Kwa hivyo kukaa kanisani kwa muda mrefu sio hoja. Kilicho cha muhimu ni kubadilika. Kama umebadilika basi, lakini kama hutabadilika, hapo ndio taswisi iko watumishi wa Mungu. Kwa hivyo kukaa kanisani kwa muda mrefu na watu waliokuja hivi karibuni, nataka kusema ya kwamba kitu ambacho ni cha muhimu ni kubadilika na kujiandaa kwa sababu ya mwana wa Adamu atakapokuja ili apate tukongangani tunamsubiri. Haleluya. Sasa siku ya leo ningependa kuleta mafundisho kutoka kitabu cha Ufunuo. Kitabu ni cha Ufunuo, na Biblia inasema kitabu ni cha Ufunuo, sura yake ni ya 20 na ngapi? 22. Nitaanzia mstari wa 14 na mstari wa 15. Na Biblia inasema, mbasesenirie abawachana cyanga cyabo abumba aburi baga bariye amatunda umutugo buzima nabasomo cye wetrase bitabiyaye konende awisiko na watatambe kama sisi na sai konende yote Bible says Biblia sama kuna wale ambao wamepewa nafasi, wamesafisha mafasi yao, yamekuwa meupe, wamekuwa tayari. Biblia inasema wakapewa nafasi, na walipopewa nafasi wakaingia katika mji. Walipoingia katika mji kupitia kwa milango yao, wakapewa nafasi kula matunda ya uzima wa milele. Lakini sasa the Bible says hapo nje amwisiko kwenda muziko mchiro chisense nainde marabarogi nainde abatumani abaiti abasasinyende mwekano na kero muntu oyo bwanje tobolimo na kobokora babano sa kwenda muziko
chisese. Hapo nje kuna umbwa, kuna wasisi, kuna waabudu sanamu, kuna watu ambao wanaopenda uongo na kuufanya. Biblia inasema mtumishi wa Mungu Yohana alipokuwa ametazama, Biblia inamfunulia na kumwambia hapo nje ambao hawakupewa nafasi ya kuingia katika mji kupitia kwa milango yao, ndio hawa ambao wamewekwa hapo kuanzia mstari wa 15. Sasa bahati ya watu ambao hawakupewa nafasi, nikaona kuna jina ambao nasema hapo nje kuna umbwa. Amusiko jiroge ntoki. Chisese. Bono ngachaka kuobo lilibole barabana saa. Ni kwa nini umbwa wawekwa katika kikundi cha waasherati? Ni kwa nini umbwa wawekwa katika kikundi cha waabudu sanamu? Ni kwa nini umbwa wawekwa katika kikundi cha waongo na waabudu sanamu? Nikashangaa sana. Kwa hivyo somo langu kuu linasema ya kwamba umbwa hawataingia. Dogs will not enter. Naomba mwambie jirani yako, ili ndio asitakasahau. Mada yetu kuu tutakayojifundisha ni kwamba umbwa hawatafanya nini? Hebu ambia jirani, dogs will not enter. Sasa ichigo faragi, ichigo sana Nyang'ate, wana sai. Wana ngachanga kumya, ingi geko romo sobonya sai. Okoro kwa yonya, abatababana tisa ichigo soa. Ekagarancha ke research. Igeramanya ninki geko gara. Ekeromo sobonya sai koro kiwa. Abatabona sesa ego charro kaneta isiko yomoche. Ekero sama bitawo bimbe. Igo bigo ngorokia na wontebia. Ekero musobonya sawa koro kwa Isaya. Akomandolerwa. Agaba teba. Ekero mandolerwa igoro. Akarone se yoro sana. Chiko ndagera ne manu ya ngombi. Abuligo. Pia Biblia inasema katika kitabu hicho ya kwamba mtumishi wa Mungu alipotazama pia akaona nyoka wakicheza na mtoto wa binadamu. Pono ngambia kumena kile na kiakora Isaya akorokiwa ese kere ngoro lakini bano musomonya Isaya okara wateba no. Buna awezi ko njiro chisese mbaro abarogi mbaro abatumani abasasi nyembe wekano abaro korobo na kobohe abanje tobo na kobokora. Bona ngachanganya barona saa igwa korena liyabasoko ka Middle East katika mashariki ya kati hiyo ni lugha ya Biblia. Ile lugha ya Biblia Biblia korokia igoro yege ntekebe igastoko ka Middle East gentokendo yose kiarenge kebe go kiaro koro kwa sese gentokendo yose kana kwa kiaro twari tabiembe go kiaro koro kwa sese bora kana kigako gara ona sai ekero omoiberi arakubuka mambia eliansa sibenya sai igare wakana sai bia mono asenge jota tonge tomo tobwebisako bia mono na sai asenge jota tonge tesese kwa sababu omuntu bwebisako amone sese igobabwe kaine asenge nto chimbwa cyaro toka so muntu bwebisako na cyare botoka asesese asenge nto asaba nto bwebisako no barimo bwarenge no barenga batumani no barenga barogi no baraka mangana arenga mabe bono gento kende yos cyarenge kebe go cyaro ko sese. Ni wangapi wamenipata mpaka kufikia hapo sasa? Hebu naona wale ambao wanaonipata. Kwa hivyo kilikuwa kinajulikana kama nini? Kama umbwa. Kwa hivyo ilikuwa ni ishara ya kitu kibaya, kitu kisichopendeza, kitu kiofu, kitu kibaya kilikuwa kinaitwa umbwa. Hata tunaona Yesu akitumia mfano huu alipokuwa akizungumzia Herode. Kuna siku unaposoma kitabu gani?
Kitabu cha Luka, naomba mtu anisomee pale. Kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 31 mpaka mstari wa 32. Tunaona Yesu akitumia lugha hii. Tunaona Yesu akitumia mfano huu akimzungumzia mwanaume ambaye alikuwa muovu wakati wa Yesu. Kwa jina lake alikuwa anaitwa Herode. Iwa akarokeria abana baba Farisai bakamuchiera bakamutebia imoga korwa ogende ekiagera Herode narito koraki kugoita. Herode nigari ngumuntu mube otaganeti yesamaya bonekera Yesu akukwana igoro yaya ikubona akomotebi. Abafarisai bakire bamutebiriwa karwala asenge Herode kumukorare ikubona munako muyemeria akabatebia. Iwa hiyo ndio roho imetumika pale. Enda mwambie huyu mbwa mwitu leo nafukuza mapepo, inafanya kazi ya uponyaji watu leo na kesho. Nenda mkamwambie nani? Mbwela. Nenda mkamwambie huyu mbwa mwitu. Kwa hivyo kwa sababu ya kile huyu mwanaume aliyokuwa akifanya mambo mabaya, ndio sababu anamwita. Nenda mkaambie nani? Huyu mbwa. Kana wote yake bwekyo. Omweka ana sai. Mbele lia okuraga chiwa. Wache ko kitisodi sitotiochi. Asenge ntomo kungwa techo ogeti acho ogeti so sesweta koba. Kile gata sekabana tekoba. Na boko ko mosana tana ebunderia. Gaji so gicha twata gichire. Umukungwa ine bundare. Lakini asenge nchako gachia asenge nchepi ebi yaya egere haki yebunda etecho ogeti. Engombe esese igotari kole igoni ruga yege ntekebe ege ntekere yako gachire na bonke rifa. Kwa hivyo siku ya leo watumishi wa Mungu, nitakapotumia jina umbwa, simaanishi yule umbwa wako tunaita Tony. Simaanishi yule umbwa wako unaita Timi. Simaanishi yule umbwa wako unaita Simba. Nitakapotumia jina umbwa, ina maana ya kwamba kuna tabia mbalimbali zinazopatikana kwa binadamu. Ndio sababu mtumishi wa Mungu Yohana akachumuliza hizo tabia zote. Alipochumuliza hizo tabia zote, akasema umbwa wa namna hii hawataingia wapi? Mbinguni. Wangapi wanaonipata kufikia hapo, watumishi wa Mungu? Mungu awabariki sana. Kwa hivyo nitakapotumia hilo jina, kwa hivyo sasa ninamaanisha tabia mbalimbali zinazopatikana kwa watu. Kwa hivyo umbwa number 1, umbwa wa kwanza ningependa kumwazia ni punda anaitwa British Bulldog. British Bulldog huyu ni umbwa upatikana kule Britain. Anapatikana Britain. Umbwa huyu pia is very racy. Omoro. Very racy. Very coward. Mwoga. Umbwa huyu mwoga. Mwoga sana. Pia umbwa huyu is very revengeful. Ukikosea umbwa huyu hawezi kukusamea hadi wakati atakapolipiza kisasi. Very revengeful. Umbwa huyu pia has very big memory. Huwa inakumbuka, haisahau haraka. Sasa hawa ni akina nani? Kwa hivyo tumesema kitu cha kwanza upatikana kule Britain. Kitu cha pili very racy. Racy sichui kwa Kiswahili tunasemaje? Omwaro. Omwaro. Pia ingine tumesema ya kwamba very revengeful, ni wa kulipiza nini? Kisasi. Kwa hivyo sasa hawa ni akina nani? Hawa itakuwa ni watu ambao wako kanisani, watakuwa kule nje, watu ambao huwa very racing, hawana jambo lolote la
kufanya. Ataweza kuwa ni kijana, ataweza kuwa ni mama, ataweza kuwa ni mzee ambaye is very racy. Ana jambo la kufanya. Anapoamka asubuhi kama ni mzee, wewe ni kutembea kwa viosi, kutembea pale, ana jambo la kufanya. Anaporudi jioni, anarudi na fimbo, arudi na saga. Haleluya. Ekerako ila na tarote na gentoki. Ni saga. Yaani anapona tena nyimbo ya haya, pia anarudi na nini? Na ile fimbo, kwa sababu is very racy. Afanye jambo lolote, gentonge yako kora, no arabu, muone taligochia, otigere mukanye. Na ande Biblia bataba, Nyasaye atabatali buya, omuntu yabe bweka, mutongera mukoni. Bono otigere mukoni, ega siyosipi. Kama wewe ni mwanaume wa namna hiyo, haufanyi kazi, wewe ni msambe, wewe you are a British bulldog. Na umbwa wa namna hiyo mbinguni atafanya nini? Ataingia. Very coward. Very lazy. Huyu ataweza kuwa ni kijana ambaye ana jambo la kufanya. Ataweza kuwa ni kijana ambaye ni msichana ambaye ana jambo la kufanya. Sasa unampata yuko University of Kisii Town kwa sababu hafanyi kazi kwa bidii. Yeye anategemea masponsa. Unapata ako na sponsor wa kununua gas, wa kufiri gas. Unapata kuna sponsor wa kumlipia nyumba kwa sababu yeye hafanyi kazi kwa mikono yake. Ndio hawa ambao wamesungumzia asubuhi ya leo. Ikiwa wewe ni mchane, hauna jambo la kufanya, wewe unategemea watu wengine kukusomesha watoto, kuchukulia watoto shule. Nataka kusema watumishi wa Mungu, kama wewe ni mtu wa namna hiyo, hauna jambo la kufanya, nataka nikuhakikishie ya kwamba Biblia inasema mtu wa namna hiyo asikule. Na Biblia inasema watu wa namna hiyo, Yohana anapoonyeshwa anawaona wakiwa nje ya lango la kuingia mbinguni. Mbinguni hawataingia. Kama wewe ni kijana, ukiamka asubuhi na mapema, utengeneza samusa, uweke kwa ile chombo cha kutia choto. Uchemsha mayai. Uanze safari kutoka Nyabisabo Junction. Wewe wimbo wako unaimba samusa moto. Samusa moto kwa nani? Samusa moto kwa nani? Mayai moto kwa nani? Ukitembea ukifika Nyantrago Stadium, si utakuwa umeuza? Bwana asifiwe. Yes. Kijana wacha kulala tu. Kijana eboka boke. Na baba wadana eboka boke. Ekeroko eboka boke igoko rangi. Nibo musikwa. Lakini ekeroko eboka boke abatawa rangi. Sasa bakoko chai. Kwa hiyo kijana ukiamka na hayo mayai, ufanye hiyo korasi yako, nataka nikuambie ya kwamba hautarudi nyumbani mkono tupu. Ni lazima utabeba sukari, ni lazima utabeba sabuni unaporudi nyumbani. Na hakuna kitu kizuri kama mwanaume unaporudi nyumbani unarudi na kitu mkononi. Bwana asifiwe. Kwa sababu mkono mtupu haufanyi nini? Haurambwi. Very revengeful. Umbwa huyu ukimkuta njiani umgonge kwa sababu ni mwoga, atatoroka. Lakini atakuweka kwa faili yake. Hawezi kusahau. Hadi siku utakao sahau utembee kwao. Utaweza kuja ukiwa katika kikundi cha watu, lakini mnapopanda kucha kwao itaanza kukumbuka mahali ilikuona, ilikuwa ni saa ngapi, ulifanyia nini. Kama uligonga mawe itakumbuka uligonga mawe. Sasa wakati huko hapa ndani ya poma itatafuta wakati wa kurevenge. Itakutafuta, itakuondoa kwa umati wa watu. Iliyoketa iga umanye kwa na kabu. Ekaro kuromare bweka kurugati y'abantu. Wakumina ki na KSS yatiga bonsi pi yacha bakoraki yacha kondomanje. Kumbe ulikosea. Na ikusahau. Hawa ni akina nani? Hawa
hawa ni watu wasiosamea wenzao. Unakosea mtu, unaweka hiyo chukizo katika moyo wako, uwezi samea watu. Hata ingawa Biblia inatushauri ya kwamba usikasirikia mtu, usiweke gecho hadi wakati wajua kufanya nini, kutua. Lakini wewe unapata umeweka chuki ya muda kucha, siku kucha na nenda. Unakumbuka kile mtu alichokufanyia na ni lazima urevenge ndio moyo wako utosheke. Kama wewe ni mtu wa namna hiyo, mtu wa kurevenge baada ya kukosewa, hauna wakati wa kusamea mtu katika moyo wako, hauna nafasi ya msamaha, nataka nikwambie wewe, you are a British bulldog. Na umbwa wa namna hiyo mbinguni hawataingia. Kuna watu wengine ambao wanaofanya kazi. Utaweza kuwa unafanya kazi kwa muhindi, utaweza kuwa unafanya kazi mahali umeachiliwa. Yule anakutisha, anakuambia ni lazima uche kazi siku zote hadi siku ya Sabato, kwa sababu wewe ni mwoga. Haujui ya kwamba kuna mwenye atakubariki, kuna mwenye atashika wewe mkono, kuna mwenye amekuumba atakupatia jinsi ya kuishi. Kwa sababu ya uoga unaitikia hadi siku ya Sabato, unaenda job, unaenda kazi kwa sababu umeogopa mdosi wako. Hauwezi simama ngangari na kumwambia iwezekani, kwa sababu Biblia inaniambia hakuna kufanya. Kwa sababu unatetemeka, bosi anakushtua, anakuambia sasa unatetemeka, unaanguka, uwezi kusimamia, unaenda kazi hadi siku ya Sabato. Ningependa kusema ya kwamba kama wewe ni umbwa wa namna hiyo, for sure you are a British bulldog, na mbinguni hautaingia. Umbwa wa pili ni town dog. Town dog ni kubwa, big in size, always sleepy. Yani umbwa huyu ni mkubwa na pia kazi yake ni kulala tu. Inapoamka inaamuka kwa kupiga kelele. Inapiga kelele, very noisy. Pia umbwa huyu kwa sababu ni town dog, utamkuta hapa Nyabisabo asubuhi. Ukifika saa 8 utaikuta keroka. A town dog anasunguka town baada nyingine. Utamkuta taro masaa ya asubuhi. Ukifika Ogamba saa 6 huyo yuko pale. A town dog always sleepy. Kwa hivyo hawa ni akina nani? Hawa ni wale watu ambao watosheki na vile kanisa inavyoendeshwa. Ako kanisani atawahi ridhika. Kila wakati ni maswali. Hakuna program atakaye support wa kanisa. Hapa ni program ambayo inaletwa lazima ipinge. Na ukimfuatilia sawa sawa, hata wakati wa michango yeye atoi. Wakati watu wametoa ni lazima aendelee kulalamika. Hiyo pesa imeliwa, watu wamekula, watu wamefanya hivi na vile. Kazi yake ni kulalamika. Kama wewe ni mtu wa namna hiyo, ningependa kukuambia for sure you are a town dog. Very sleepy. Kazi yako umelala kanisani au si katika programu yoyote, programu ikiletwa, wewe kazi yako ni maswali, you are a town dog. Umbwa huyu usunguka vile tumesema town baada ya nyingine. Huyu utasapata ni mama, ametoka kwake, amefunga virago, ameondoka kwake, ameacha mume, ameacha watoto. Unamkuta anaishi hapa Nyantiago. Baada ya siku chache unapata tena amehama pale, yuko Ogembo, amekondisha nyumba pale, anakaa pale. Baada ya siku chache unamkuta amehama pale, ameamua Shumika. Kazi yake ni kuomba town baada ya nyingine. Anapobadilisha matown ndivyo anavyobadilisha wanaume.
unapomfuatilia na kumuuliza sababu asua iliyokufanywa katoka kwako, hakuna sababu. Hamuna. For sure. Kama wewe ni mtu wa namna hiyo, mtu ambaye ameama kwake pasipo na sababu, unasunguka matown, unaenda kukaa pale peke yako, nataka kukuambia ya kwamba for sure you are a town dog. Paulo anaonya mbwa wa namna hii katika kitabu cha Wafilipi. Naomba mtu anisomee pale kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 2. Paulo anaonya mbwa hawa. Mwere ndakoro asikisese. Mwere ndakoro asabo bagakoraki. Mwere ndamunabo. Bakwe nacha. Watu wasiotosheka. Epukana pamoja nao. Keep off. Keep distance kutoka kwa watu wa namna hiyo. Kwa sababu watu wa namna hiyo watakuchukua babaya. Watu wa namna hiyo hakuna mahali wanakoelekea, kwa sababu mwisho wao, hii kambi yao ya kusunguka itawaletea shida na mwisho wao hawatatopoa. Kwa hivyo huyo ni umbo namba 2, atando. Umbo wa 3 wacha tumuite pot-bellied dog. Pot-bellied dog. Small in size, ni mdogo kwa kimo, but very big and hanging stomach. Lakini tumbo yake ndio ile kubwa. Umbwa huyu hako na stomach kubwa. Bila umbwa huyu anafikiria juu ya food, juu ya chakula. Umbwa huyu mahali popote alipo, chakula, food. Umbwa huyu akiwa ako kwako, umbwa huyu, wageni wamekutembelea. Wakati wageni wamekutembelea, wengine umeenda buche, umeleta kale kitu, unaandalia wageni ili wachienjoy. Sasa wakati umekiweka kwa jikoni, kwa sababu kazi yake umbwa huyu ni kufikiria juu ya chakula, kwa sababu umeiwekelea jikoni, sasa inaendelea kuchemuka, inaendelea kukua. Huu mbwa anajua ile sufuria inachoma. Kwa sababu ikiwa hata kuna kamoshi ambao kanatokezea pale, inaonyesha ya kwamba hiyo sufuria inachoma. Kwa sababu mbwa huyu anafikiria juu ya chakula, hiyo kuchoma haitamshtua. Wakati umeenda shughuli zako na shughulika kwingine, itaigonga hiyo sufuria, na hiyo sufuria kuanguka, itaendelea kuchomeka, lakini itavumilia. Ni lazima enjoy hiyo nyama, ni lazima kula hiyo nyama. Unaporudi kutoka kwa shughuli zako, sufuria haiko kwa stove, imeangushwa, nyama yote imemwagika, nyama yote imeliwa, haiko. Hawa ni akina nani sasa? Hawa ni wale watu ambao wanaojua ya kwamba tambi inachoma. Tambi inachoma. Tambi sio kitu ya kucheza nayo. Tambi ikiamua ikakuchoma ile mbaya. Lakini wanaendelea katika tambi hadi wakati watakapochomeka, ndivyo watakuja kugundua ya kwamba kweli tambi inaua. Ndio sababu Paulo akasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti, lakini gharama ya Mungu ni uzima wa nini? Wa milele. Watumishi wa Mungu, watu wa Mungu, dhambi inachoma. Ninaposoma passage hii, unikumbusha kulikuwa na kijana. Huyu kijana baada ya kusikia mahubiri akaitika, akawa Mkristo, lakini hakuachana na kunywa sigara kama watu wengine. Itakuwa wako hapa, hata wengine wako kwingine. Umekubali Kristo nusu. Sasa kama mwanaume huyu alikubali, akabatizwa, ni Mkristo, lakini anajificha, akiendelea kunywa sigara. Anakunywa sigara kisirisiri. Kama wengine ambao wamejificha,
wametoka pale ulimwengu, wamekuja kanisani, lakini wamekuja vile walivyo. Wao ni washerati hata kanisani. Utaweza kuwa ulikuwa pale, ulikuwa unakunywa pombe na unakuja vile ulivyokuwa. Uko hapa na wewe ni mlevi, wewe unakunywa mvinyo. Kwa hivyo huyu kijana alikaokoka, lakini hakuokoka alikamili. Sasa siku moja akitembea katika street fulani, akiwa na sigara yake, akiwa katika street fulani akiendelea kutembea, akaona pasta kwa umbali. Alipoona pasta kwa umbali, akafinya ile sigara ili isimike, lakini haikusimika vizuri. Akaiweka kwa mfuko. Alipoiweka kwa mfuko, wakakutana na pasta. Walipokutana na pasta akaanza kumchulia hali ya familia, hali ya watu wa kwenu. Sasa walipokuwa wakiendelea kuongea, ndivyo ile moto haikuwa imefanya nini, imesimika vizuri, ikaendelea kuchomeka polepole, ikaendelea kuongezeka. Sasa maombi ya huyu kijana yalikuwa pasta maliza haraka, lakini pasta kumaliza, pasta anamaliza story hii, anaenda story nyingine. Sasa akaendelea kuchomeka, moto ukaendelea kuwa mkubwa. Moto ulipozidi kukua mkubwa, akashikwa moto kabisa wote. Tena wakaanza kupiga nduru, saidia huyu mwanaume, mkamfanya nini? Mkamsime anachomeka. Watu wakata na maji ili kumsaidia kuchomeka. Nataka kusema neno watumishi wa Mungu. Dhambi sio kitu cha kutesa nayo. Dhambi inaua. Dhambi inachoma. Dhambi inachoma. Sasa unapata watu wanaendelea katika dhambi. Anataka hadi wakati atakapofanya shingo kama koti ambalo liko kwa hanga, ndivyo atakuja kugundua yakao kwamba dhambi ya usherati inachoma. Unataka dhambi kuchome, alafu ndio kuja kugundua. Kwa hivyo kama wewe ni mtu wa namna hiyo, unajua ya kwamba dhambi ni mbaya, dhambi inachoma, dhambi inaua, lakini unaendelea katika dhambi, for sure you are a pot buried dog. Na umbwa wa namna hiyo mbinguni atafanya nini? Ataingia. Umbwa number 4. Umbwa number 4 tunamuita mad dog. Umbwa mwana wa simu. Umbwa huyu ni mkali, very furious, mkali, ni mkali. Umbwa huyu anauma chochote anachokuta. It is a biting dog. It can bite a man, it can bite a tree, it can bite other dogs, it can bite. It is a biting dog. Inauma chochote inachokutana nacho. A mad dog. Sasa hii mad dog ya kuuma chochote inachokutana nacho ni akina nani? These are the backbiters. Hawa ni wale watu ambao ni wasengenyaji. Watu anasungumusa huyu vibaya. Anapomaliza kusungumusa huyu vibaya, anasungumusa mwanakwaya mwingine vibaya. Ataweza sema pastor wake vibaya. Ataweza sema mzee wa kanisa vibaya. Anawasungumusa vibaya hata mahali aliko sokoni. Kale chila alia, anasungumusa huyu vibaya, anasungumusa huyu vibaya. Kazi yake ni kusenkenya. Ako na shida is suffering from foot and mouth disease. Kazi yake Mungu inamchukua na kazi yake ni kuharahara maneno. Anaamka asubuhi na mapema, unamsikia yuko kwa Mary. Siku chache, dakika chache, unamsikia yuko kwa Jennifer. Yeye ndiyo pipi siku wa kichichi. Anajua mahali watu walipigana usiku. Kazi yake kusunguka huku na kule. Anapofika kwa Mary, lazima akunywe chai. Ikiwa Mary ni mchoyo, atatoa kule kwa moto. Akitoa kule kwa moto, hata chai isipoiva haraka, ni lazima ataisubiri. Ni lazima aleta hasara, ni lazima. Sasa wewe Mary, kama wewe ni mwerevu, unapoona mtu wa namna hiyo akitembea kwako, kama ulikuwa umeweka kwa moto jikoni, weka kwa gas ili chai iva haraka, aondoka aende.
Lakini ukiendelea kusubiri, ni lazima ataisubiri. Hata ikichukua masaa 4, masaa 5, ataleta hasara. Amekuweka pale, hayo masaa yote ungekuwa shambani, na ni lazima aleta hasara ya kunywa hiyo chai. Haleluya. Kwa hivyo unapoona mtu wa namna hiyo, kuwa mwerevu. Chua ni lazima mtengenezea haraka akunywe, ili afanye nini? Pepo kishaondoka, ili akupatie nafasi ushughulike na kazi yako. Atakulipia kazi na tena akunywe. Sasa kisa ribaki bypass, watu ambao wanaosengenya wengine, wanawasema wengine vibaya. Pia tunasema ya kwamba umbwa huyu ipati anything, anauma chochote anachokipata. Hawa ni wale watu, ikiwa ni mama atosheki na mume wake, atosheki, unamsikia yuko na otoyo, yuko na anchoroge, yuko na otondi, yuko na mauti, yuko na uteno, kazi yake nani? Unamsikia kule juu, unamsikia kwingine. Atosheki na mume wake, unamsikia huko chini wagera kwa Mungu sikisuru, kwa Mungu gusi. Yani atosheki na mume wake. Kama ni mwanamume atosheki na mke wake, unasikia yuko na Cheli, yuko na Kawira, yuko na Mary, yuko na Musiara, yuko na atosheki. Biblia inatushauri juu ya umbwa wa namna hii. Mtumishi wa Mungu Paulo anatusungumusia akisema umbwa wa namna hii hawataenda mbali, katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 5 mstari wa 15. Msomaji, Galatians, kitabu cha Galatians chapter 5 verse 15. Hebu sikia, ikiwa mkiendelea kuumana, mnasemana vibaya, unasema jirani yako vibaya, unasema mwenzako wakoya vibaya, unasema mzee wa kanisa vibaya, yani kazi yako ni kusema wengine vibaya, mkiendelea kuumana na kurana, angalia msiche mkaangamisana. Hilo kanisa litasimama. Kanisa ambalo liko na pike biters halitasimama. Wanasema wengine wanakwenda vibaya. Sasa ukisema wanakwenda vibaya, wataenda kuimba wapi? Ukisungumuza pastor wako vibaya, usungumuza mzee wako wa kanisa vibaya, usungumuza wengine vibaya, wataenda kuwitness wapi? Hilo kanisa litafungwa. Kama wewe ni mtu wa namna hiyo, unaumauma watu masikio, unaumauma watu miguu, unaumauma watu, nataka nikwambie ya kwamba wewe you are a mad dog. Na umbwa wa namna hiyo mbinguni hawatafanya nini? Hawataingia. Umbwa number 5. Umbwa number 5 tumuita vomit dog. Vomit, matapiko. Umbwa huyo upatikana kitabu cha Petro ya pili 2 verse 22. Vomit dog. Soma msomaji. 2 Peter chapter 2 verse 22. Hebu sikia barabua. Imetari imekuwa sawa sawa na hao. Ule unaosema umbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa ameanza kugaagaa ndani ya matope. Kwa hivyo vomit dog, huyu ni umbwa anayerudia matapiko yake. Baada ya kutapika tena narudia yale matapiko. Hawa ni akina nani? Unajua unapotapika, hiyo ni ishara ya kwamba kuna kitu kibaya ndani ya stomach yako. Kuna kitu kibaya ndani ya tumbo yako. Ndio sababu utapike. Pia sababu ya pili ya kutapika ni wakati umekula sana. Ukikula sana utaweza being forced utapike. Asa akina mama wanapoenda kilelo today, baada ya kukula soda na mikate na mandazi na nyama na matumbo, baada ya kula hizo sote, amejaribu kudance, haiteremuki, anafanya nini? Si anakivenja na tapika ili nafasi tena patikane, aongeza nini? Aongeza tena ingine.
Kwa hivyo matapiko kwa lugha ya Biblia, matapiko ni tano. Matapiko ni tano. Pengine ulikuwa mwasherati, pengine ulikuwa mlevi, pengine ulikuwa mchawi, pengine ulikuwa unakula tasaka ya Bwana. Sasa baada ya kupata mahubiri, baada ya kuelekezwa, ukaona umekuwa kinyume ya mapenzi ya Bwana, ukasema ya kwamba Mungu nisaidie, kuanzia sasa nafanya mapatano pamoja nawe, nitembee pamoja nawe, niachane na yaliyopita, nigange yajayo. Sasa unaanza safari vizuri. Kama ulikuwa mwasherati, unaachana na huo washerati. Kama ulikuwa mchawi, unaachana na uchawi. Lakini baada ya siku chache tena, baada ya kuwa kanisani tena unarudi, wewe ndio yule mwasherati ukiwa kanisani, wewe ndio yule mlevi ukiwa kanisani, wewe ndio yule anayevuta sigara ukiwa wapi? Kanisani. Kwa hivyo tena unayarudia yale matapiko. Ulitapika uchawi, ukatapika uongo, ukatapika ulevi, ukatapika kuiba masaa ya kazi. Lakini tena baada ya siku chache unapata tena umesahau, umerudi mbaya. Ndio Biblia imesema ya kwamba methali imekuwa sawa, nguruwe aliyeoshwa amerudi tena kugagaa ndani ya matope. Damu ya Kristo imetuosha, tumekuwa weupe kama theluji. Baada ya kuoshwa na damu ya Yesu, tena tunarudi tunaenda kugagaa ndani ya nini? Ndani ya dhambi. Kama wewe ni mtu wa namna hiyo, uko kanisani lakini bado unaendelea yale mambo ambayo uliyoyatapika, you are a vomit dog. Na umbwa wa namna hii, Yohana alipoonyeshwa aliona wakiwa wamefungiwa rango, hawakuruhusiwa kuingia mjini. You are a vomit dog. Umbwa wa mwisho, umbwa namba, wala ambao wanaandika, kuna wengine wanatazama tu. Umbwa namba 6. Umbwa namba 6. Wacha tumuite German Shepherd dog. German Shepherd dog is big in size, very strong, intelligent dog. Yaani umbwa huyu ni mkubwa kwa kimo, mkubwa, ako na nguvu na ni mwerefu umbwa huyu. Mara nyingi umbwa huyu very beautiful. Iko anaonekana vizuri. Iko very beautiful umbwa huyu. Umbwa huyu kwa sababu is very intelligent, mara nyingi ufundishwa kufanya kazi na maaskari. German Shepherd dog. Umbwa huyu mara nyingi ufundishwa kuongoza vipofu, watu wasioona, inawaongoza. German Shepherd dog. Huwa inafundishwa kufuata maagizo fulani. Baada ya kufundishwa kufuata maagizo fulani, itaweza kuamua wakati mwingine, wakati mwenyewe hayuko, kutofuata yale masharti na sheria ambayo umeipatia kufuata. Kwa mfano, umbwa huyu huwa anakaa nyumbani. Anapokaa kule nyumbani, umbwa huyu ni kama yule ambao utazamtuma sokoni akufanyie shopping akuletee. Umbwa huyu badala ya kwenda sokoni unampatia budget, unampatia shopping list, unampatia na kikapu. Baada ya kumpatia na kikapu, unaweka hela ndani na shopping list yako. Inapofika kwa shopkeeper anachukua kile kikapu, anakiondoa. Baada ya kukiondoa, anaangalia ndani, unahitaji sukari, unahitaji chumvi, unahitaji kiberiti, shopkeeper anamuwekea kile kitu ulichokuwa unahitaji. Anaondoa pesa, change, anarudisha kule ndani. Alafu inaanza safari ya kurudi wapi? Nyumbani. Huyo ni umbwa utakayetuma butcher akuletea nyama. Lakini wako hapa nyumbani atakufikishia nyama. Akuletea nyama. Ati wao nataka uretintera. Kwa hivyo umbwa huyo amekuwa amefundishwa sana. Kwa mfano, umbwa huyu anapokuwa kula nyumbani, kuna yale maagizo umeipatia. Pengine kuna mahali
umeionyesha, ikisikia kwenda hacha, kuna mahali umeiwekea, inafanya nini? Inaenda. Kama ni hacha kubwa inaenda pale, kama ni hacha ndogo inaenda pale. Kuna mahali umeiwekea, wakati huko inaenda pale. Kwa mfano ningependa kusema ya kwamba kulikuwa na mama ambaye alikuwa na umbwa wa namna hii. Mgeni akamtembelea. Mgeni alipomtembelea akaika ile umbwa ikacha. Ilipokucha akaandika shopping list yote, akaweka hela kwa kikapu, akapatia ile umbwa, ikakimbia sokoni. Ilipokimbia sokoni, ikaenda kwa shopkeeper wa kwanza, akaifanyia shopping, akapatia kila kitu kilichokuwa kwa shopping list, akarudisha change. Ikaenda kwa butchery, ikanunua nyama. Baada ya kununua nyama, ikarudishiwa change. Sasa ikarudi nyumbani. Ilipokuwa narudi nyumbani, ilipofika nyumbani, ikagonga mlango ili ifunguliwe. Yule mwenye nyumba alikuwa na mgeni, walikuwa na masungumuso, walikuwa wanaongea. Akacha mlangoni, akaifungulia. Alipoifungulia, akachukua mwili. Anaporudi, anafungua mlango na kuingia. Sasa ameniletea disturbance. Nimekuja kufanya nini? Kuifungulia. Kwa hivyo umbwa huyu, German Shepherd dog, inapatiwa maagizo, inafundishwa. Lakini kuna wakati mwingine inaamua kutofuata yale masharti. Sasa kama umbwa huyo ambaye amefundishwa kubeba ufunguo, kuna wakati mwingine inaamua kutochukua ufunguo. Umbwa huyo kuna mahali ambayo umeiwekea. Ukisikia cha kubwa nenda pale. Ukisikia hata ndogo kuna mahali unaenda. Lakini sasa umeiacha nyumbani. Baada ya kuiacha nyumbani, inaingia sitting room. Inaangalia vile umepanga nyumba yako, iko swali, iko vizuri. Umetandika vitu vyako vizuri. Kila kitu kiko sehemu yake. Kitaangalia kwa kiti, itaenda pale, itakaa pale, iweke kinyesi pale. Kuna mahali ambayo umeionyesha, lakini inaamua kuweka kinyesi hapa. Punde si punde, wakati imemaliza kuweka hacha yake, unarudi. Inasema leo ndio leo nimeshikwa, nitakimbilia wapi? Sasa huyo umbwa ataendelea kukaa kwa kile kinyesi, ikiendelea kujisukua pale, ili ile kinyesi isikilie inapoondoka na ile kinyesi. Lakini inapofanya hivyo, ndivyo unakuja kugundua ya kwamba kuna kaharufu kanatokezea. Umbwa huyu inaendelea kupiga smile. Inafanya mkia wake hivi kana kwamba mambo yako nini? Mambo yako shwari, hakuna shida. Lakini huko chini imekalia nini? Imekalia kinyesi. Sasa hawa ni akina nani? These are the hypocrites. Watu ambao wanafiki, watu ambao unafikiri wako sawa, watu ambao wanapiga smile kana kwamba all is well, lakini bado wanakalia kambi. Wamekalia kambi, lakini wanapokuwa kanisani, wanapoimba, unafikiri ni malaika ambao wametoka mbinguni. Lakini kuna kambi ambao wameikalia kwa muda mrefu. Sasa ni akina nani? Wewe atasakuwa ni yule kichana. Atasakuwa kanisa la Nyamata Central. Yako pale, amepeana wasichana pale mamimba. Unasikia amepatia msichana wa Nyamata Central mimba, amepatia wa Green mimba, amepatia wa Nyeneke mimba. Lakini baada ya siku chache unamkuta Kisi Central anafanya harusi, anakuambia pastor, tuchukue mosmos, tuchukue pole. Siku ya leo ni gani? Yetu. Take us slow. Lakini hapa nyuma ameacha mbegu kila mahali. Ameacha watoto bila mapapa sao. Wataendelea kuteseka. Lakini sasa hapa vile ameng'ara, vile amevaa suti, vile anavyopiga smile,
Unafikiri ni malaika ametoka wapi? Ametoka mbinguni. Mbali amekalia kambi. Hawa ni akina nani? Hawa atakuwa ni yule mzee, atakuwa ni mzee wa kanisa, ako mahali fulani, amefukuza mke wake na mimba ya miezi 6, analala ndani ya ndizi, lakini hapo crusade. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Lakini kwake mke wake analala wapi? Analala nje. Kwake kukaliki, kwake ni kubaya, watu wako wameteseka. Lakini anaposimama chukua kuhubiri, unafikiri malaika ametoka mbinguni. Lakini mbali amekalia kambi. Amekalia kambi. Hawa ni akina nani? Hawa atakuwa ni yule mama, atakuwa ni kiongozi wa kina mama. Watu wamemheshimu kweli kweli. Huyu mama amemdharau mume wake. Mume wake anapotoka job, anaporudi nyumbani, badala ya kumkaribisha na kumpatia chakula, anamwambia food ndio ile, anamwonyesha na nini? Na mkuu. Lakini anapofundisha kina mama wengine, anawaambia uheshimu waume zenu. Anahubiri maji akutumia mvinyo. Ahubiri kila ambacho anachokifanya. Hawa ndio tunaita chairman shepherd door hypocrites. Watu hawa namna hii uwezo wachua utumishi wa Mungu. Hawa ndio watu wa namna hii. Sasa ninakumbuka utumishi wa Mungu. Nimeenda crusade, nimeenda makambi Kenya Rec Conference. Tumekaa pale wiki nzima. Tumefanya mahubiri wiki nzima pale. Kuna mtu ambaye hata wewe ukienda pale hauwezi kosa kumjua ama kumtambua. He was a deacon, very active deacon. Mwenye kuchoncho, ukitati kitu yuko pale mara moja. Huyu deacon tukachuana, akawa nikihitaji chambo, nikihitaji kitu chochote namfahamisha, ananifanyia. Very active, very quickly run. He was a very good gentleman. Tukawa na yeye wiki nzima. Tulipokuwa na yeye, tukamaliza makambi, nikakuja kugundua ya kwamba alikuwa traffic officer. Alikuwa ni polisi wa traffic. Sasa tumemaliza makambi siku ya Sabato, on Sunday tunaondoka sasa. Tukachukua gari hapo Yugis, tukaanza kusafiri. Tulipokuwa tukisafiri, tulipofika mahali panaitiruga, kuna mahali askari wanasimama pale. Nikaona amefanya hivi. Kwa hivyo anamaliza nini? Hilo gari lifanya nini? Simama. Nani hata akibori towe taka nitaka turarukeni. Nikaona kugundua kati ya wale maaskari ambao wamesimama pale ni huyu deacon ambaye tumekuwa pamoja naye. Tumefuliza pamoja naye. Who was very active. Nikaona amefanya hivi. Gari ilipofika pale ikasimama kama kawaida. Iliposimama, kondakta akafanya vile desturi yao iko. Nilikuwa nimekaa karibu na dirisha. Sasa anapochukua hiyo niliona tu. Sasa akachukua pole akakuja kugundua baadaye nilikuwa hapo nyuma. Akakafinyilia kwa mkono, akaniambia pastor sasa anapiga kasumai asibu hakuna kitu amefanya nini? Amefanya. Sasa pastor, makambo yalikuwa sawa, tumemaliza sasa safari salama, lakini amekalia nini? Amekalia kambi ya uongo, ya hongo. Sasa usema na utume wa Mungu. Watu wengi wamekalia kambi. Na hiyo kambi ambao wamekalia itawachukua kusimu. Hawatakuwa na bahati. Kwa hiyo tunasema nini asubuhi ya leo na masaa ya jioni? Tunasema ya kwamba ni kupitia kwa damu ya Yesu. Ni kupitia kwa damu ya Yesu nitaona umbwa wakiingia mbinguni. Haleluya. Ile umbwa peke yake imekubali
damu ya Kristo iliyomwagika msalabani kuwa inatosha kumsafi na kuwa msafi kama theluji. Kwa hivyo ni kupitia kwa hiyo damu. Hakuna jina lingine hapa chini ama mbinguni tunalookolewa kwalo isipokuwa kwa jina la nani? Jina la Yesu. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ni kupitia kwa damu ya Yesu nitaona umbwa wakiingia mbinguni. Kwa hivyo siku ya leo utaamua kubaki kuwa umbwa, na ukiremain na ukiamua kubaki kuwa umbwa, nataka nikuambie sehemu yako ni nje ya mlango wa kuingia mbinguni. Nje. Hautaruhusiwa kuingia ndani. Hapo ndio itakuwa mahali pako. Kwa hivyo ni wewe peke yako utaamua. Either to remain a dog or to change through the blood of Jesus. Kwa sababu wale ambao wamefua mavazi yao yamekuwa meupe waliruhusiwa kuingia katika mji kupitia kwa milango na kula matunda ya uzima. Kwa hivyo leo uamue upate kuwa umbwa ama upadilike, kwa sababu Mungu ametupatia njia kupitia kwa damu ya Yesu. Kwa hivyo naomba ya kwamba Mungu anisaidie. Hata mimi sijui kama nimekwamba kwa muda mrefu, lakini naomba ya kwamba Mungu anisaidie ili siku ile atakaporudi mara pili na mimi nikuwepo katika ufalme ule. Ni wangapi watakao maombi yao pia ya kwamba Mungu nisaidie. Haijalishi nimekuwa umbwa kwa muda mgani, nimekuwa muda mrefu, muda mfupi, lakini naomba leo nifungue ukurasa mpya katika maisha yangu ili nikuwe katikati ya bahati ya wale watakaoruhusiwa kuingia katika mji kupitia kwa milango yake. Wangapi itakuwa maombi yao? Naomba msimame tu.